Naitwa Mr. Abel Sanjara, ni makamu mkuu wa shule Kiramsa High School. Kiramsa Secondary School ni shule ambayo ni ya mchanganyiko, pia ni shule ya bweni. Ni shule ambayo inapokea wanafunzi wa bweni, ambapo taratibu zake za kujiunga na shule hii ziko rahisi kabisa. Ni sifa za mwanafunzi kama vile kwa kidato cha kwanza, yeye ni kufaulu darasa la 7 akiwa na ufaulu wa grade A, B mpaka C. Lakini pia tunachukua wanafunzi wa kidato cha 5 ambao na wenyewe pia sifa zao ziko bainifu. Ni wale wenye ufaulu wa daraja la kwanza, la pili, tatu na tatu wa kidato cha. Kwa hiyo mwanafunzi mwenye sifa hizo anaweza kupata nafasi ya kujiunga na Kiramsa High School. Kwa umbali zaidi, Kiramsa Secondary School ni shule ambayo inafanya Tanzania sana hapa vizuri kwenye mtihani yake ya form 2, vile form 4 na form 6. Mathalani tumetoka kupokea matokeo ya form 6 wiki iliyopita, ambapo tulikuwa na watahiniwa 114 na tulifanikiwa kupata division 1 49, division 2 57 na division 3 8. Hatukuweza kuwa na division 4 wala 0. Kwa hiyo kwa matokeo hayo tunaweza kujivunia na kujisifia, kufanya watu wengine pia waweze kujiunga na sisi. Na kwa upande wa form 4 mwaka jana matokeo yalikuwa mazuri. Tulikuwa na wanafunzi takriban 339. Lakini tuliweza kupata division 1 152, division 2 183 na division 3 zilikuwa ni 4. Kwa hiyo kwa ufaulu pia kiuhalisia tuko vizuri katika jimbo la Mlimba na hata mkoa mzima wa Morogoro tunafanya vizuri. Na nipende pia kutoa shukrani zangu za dhati kwa leo kutembelewa na Squeeze Media. Natumaini ujio wao umekuwa ni faraja kwetu, faraja kubwa sana. Na mimi kwa hiki ambacho tunakufanya leo inakuwa ni sehemu ya sisi kujivunia ya kuweza kufikiwa na hawa watu wa Squeeze Media. Kwa hiyo kwa haya machache niseme karibuni sana. Hapa ndio shule Kiramsa Secondary School, shule ambayo inafanya vizuri sana. Kwa hiyo naomba mkawe mabalozi na nyinyi pia huko tunakoenda, basi jumbe hii ikafikie na watu wengine, ili waweze wale wazazi, walezi, ndugu, jamaa mwenye mtoto anaweza kupita kwetu. Lakini mbali zaidi pia tumeweza kuwa na taasisi yetu pia imeweza kujipanua zaidi. Imekuwa na shule 3. Na hii shule mama ambayo ni Kiramsa High School hapa tulipo, lakini pia upande wa pili tuna shule nyingine inaitwa Kiramsa Best, pia ni ya sekondari. Lakini pia tuna Kiramsa English Medium, ni shule ya msingi yenye mfumo wa Kiingereza tu, maarufu zile English Medium. Kwa hiyo karibuni sana, na lakini pia hata huko pia mtaweza kwenda ili na wenyewe pia mkaone nini wanakifanya na lifestyle yao lipoje. Mimi niseme nashukuru sana kaimu mkuu wa shule kwa maelezo yako, na sasa hivi tunaomba utupe mwongozo, uturuhusu ili sisi twende tukajumuike na wanafunzi, lakini pia tukajaribu kuchukua picha baadhi ya mazingira na kupima uelewa wa wanafunzi. Hivyo basi tunaomba ruhusa yako, kwa sababu umeshazungumza mengi kupitia taasisi hii ya kulea wanafunzi, lakini pia kupima uelewa wa wanafunzi wa Kiramsa English Medium pamoja na Kiramsa Sekondari na wanafunzi wote ambao wanasoma hapa. Kwa hiyo tungeomba ruhusa yako mkuu wa shule, ili tuweze kuelekea sehemu nyingine ya moja ya shule hii kuangalia mandhari na kujaribu kuzungumza na baadhi ya wanafunzi. Nataka niwaambie kitu kimoja. Tupo hapa kwa ajili ya kujifunza. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ameuliza swali akadisia kwamba ameshindwa kulijibu kiufasaha, usijisikie vibaya. We are here for learning, so congratulations guys. Swali yangu bora hisi mimi yatanilizisha. Ukijibu tutakupongeza, lakini ukishindwa utatukonyeza au vipi? Utafumba jicho moja. Utatukonyeza. Au sio? Bana, mambo mzima. Unaitwa nani? Shadia. Darasa ngapi unasoma? Darasa 6. Combination ipi? HGK. Kwenye HGK hapo your favorite subject ni ipi? Ni unapenda somo gani kwenye history, geography na Kiswahili? Na geography na Kiswahili. Nikuulize swali gani kati ya geography na Kiswahili hapo kwenye geography na Kiswahili?
Somo gani ambao nikuulize, nichague nikuulize swali gani? Yote. Kiswahili, geography. Okay, sawa. Ngoja tuende kwenye Kiswahili. Kiswahili maswali yanakuja yanapotea. Tuende kwenye geography. Kuna theory mbili. Kuna theory ya kwanza inasema kwamba dunia ni flat. Na kuna theory ya pili inasema kwamba dunia ni duara. Sijui unazifahamu. Sasa mimi nitakuuliza kwenye dunia kama kitu ambacho ni duara. I mean ni tufe, wanasema tufe. Unaweza kutupa evidence mbili ambazo kwenye somo la geography zinasema kwamba dunia ni duara? Evidence mbili ambazo unajua ni swali ambalo utakuwa unalifahamu. Linasema kwamba dunia ni duara au tufe. Evidence mbili. Tunajua zipo nyingi, mimi nataka mbili tu. Kwanza kuna ship visibility na circumnavigation of Venus. Unaweza ukatuelezea vizuri ukatuelezea kwa kinaga ubaga, yani ship visibility na circumnavigation of the kinakuaje? Kwa kweli maana hizo ni somo la leo kidogo kwa kuelezea hapo kwa sababu ni somo leo kwa sisi labda sio bado yani hatujasoma imetolewa. Bana, sister amesema kwa kuwa amesoma olevo na saizi kwenye silabasi yao imetolewa. Unajua sisi tulisoma kitambo kidogo, lakini ametisha sana, amenipatia. Tumpongeze. Sasa naenda kuchagua yoyote kama ilivyo kawaida. Nachagua yoyote. Mbona huko mmekaa ladies tu? Mbona umekaa huko mmekaa samani bro? Inakuaje? Fresh. Kama kawaida. Unaitwa nani? Senyali. Bana, wewe ndio uko unataka maswali, si ndio? Uko vizuri? Uko nondo? Unasoma combination gani? PCB. Bana, huyu brother anasoma PCB. Moja kati ya combination nondo sana ambazo mtu ambaye amesoma advanced akiomba unasoma PCB kwanza lazima umuogope kwanza. Au sio? Kati ya physics, chemistry na biology, ipi ni favorite subject kwako? Somo gani unalikubali? Physics. Newton unamfahamu? Yes. Unafahamu vizuri kabisa. Unaweza kutupa maelezo kidogo kuhusiana na Newton unavyomfahamu na influence yake kwenye ulimwengu wa saizi? Yes. Yeah, let's go. Newton, this is the scientific, the Greek scientific. Newton is the Greek scientific who was decided to this is the scientific who was decided to discover of Newton motion of the body. For example, he was so bicycle and he was tried to know how bicycle can take a motion and why maybe a car stop, person move forward. So Newton it is in this way he tried to explain for the motion or motion occurring physics. Okay, bana, lugha kidogo changamoto hapa. Sasa umejibu vizuri brother. Sasa nataka unielezee kwa namna moja au nyingine influence ya Newton wenyewe wanamuita wanasayansi mnamjua Newton. Influence ya Newton kwenye dunia ya sasa. Yaani kuna vitu gani ambavyo Newton alizigundua back in the days ambapo dunia mpaka sasa hizi inavitumia au ametusaidia kwa namna moja au nyingine? Formation of brake system. Yes, been discovered by Newton. Brake system have been discovered by Newton, which have until now. For example, in car, in bicycle, and in motorcycle, all brake system are used. Okay, very nice. Kwa faida ya watu wa mtaani, kwa sababu tunafanya vipindi sio kwa sababu tu ya wanafunzi, lakini pia kuna watu ambao mtaani wanatuzunguka, madogo zetu ambao wanatuinspire, wanatuangalia. Nataka utuelezee kwa lugha ambayo kila mtu atakuwa anaweza kuielewa.
Newton ametusaidia sana, amesaidia katika dunia leo physics, pale ambapo application of brake ambazo inatumika kwenye magari, inatumika kwenye pikipiki. Just example, brake ambayo inatumika kwenye magari makubwa inatokana na mfumo wa Newton, it help in motion. Yes, inatusaidia pia kuendesha magari ku contain of chemical, yani kubeba kemikali zile vizuri and kuziweka in sehemu husika. Okay, maybe yes, building of infrastructure and for example building of ghorofa inatumia pia Newton of law of motion. Yes, depend on transport. Newton anatusaidia sana katika transport ndio Newton anatusaidia sana katika motion, gari kwenda mbele, gari kwenda nyuma, Newton. Bana, brother yuko nondo vibaya mno. Sasa naelewa kwa nini alikuwa anataka maswali. Sasa nakupa swali moja la mwisho ili pia upate nafasi ya kuuliza maswali wapo watu wengine. Nataka unitajie topic ambayo ipo kwenye physics, ambapo kupitia hiyo topic tunapata application of hydraulic press kwenye physics. Hydraulic press kwenye topic gani ya physics tunaweza tunajifunza na wewe kupitia whether is topic yani concept gani ya physics tunapata matumizi ya hydraulic press? Okay, pressure. Yes. Bana ametisha brother. Tumpigie makofi. Na mtafuta mwanafunzi wa language advance. Nasema language advance anayejiamini yeye ni nondo kwenye language advance. Anayesema language anajiamini yeye ni nondo advance. Msiogope, anayejiamini ni nondo kwenye advance language na mtafuta. Bana, tukiwa bado tunaendelea kutafuta vipaji lakini pia kupima uwezo wa wanafunzi katika uelewa wa darasani. Tumemaliza kupima uwezo wao katika uelewa wa akili zao na kuwafanyia challenge 1 2 3 na kuwauliza maswali hapa na pale. Sasa hapa tuko nje kwa ajili ya kutafuta vipaji pia. Niko na mmoja hapa. Unaitwa nani? Sabra Hamis Luyeko. Sabla Hamis Luyeko. Wewe una talent ya kuimba, si ndio? Yeah. Mimi nataka nikupe mic hapa kidogo, uimbe, utupe a cappella hapa kidogo, utuimbie kidogo ili tujue na Kilamsa pia. Kabla hujampa mic, nataka nimuulize maswali kama mawili matatu. Lini ulijua kama una kipaji? Yaani ni lini ulijua kwamba wewe you can sing? Say the truth that I don't know if I know to sing or what, but I just like singing. That is all. And that is what I like to do always. Ni kitu ambacho unakipenda, yeah. Si ndio? Lakini hujawahi kujua kwamba una kipaji na cha kuimba. I'm not a fan of singing at all. So you like it? Yeah. Okay, sasa twende tukamsikilize kwa sababu ametuambia kwamba ni kitu ambacho anakipenda na kitu ambacho unakipenda obviously unaweza kufanya vizuri. Kuna watu ambao wana kipaji fulani lakini kwa mtu anapenda kitu fulani. So mtu mwenye kipaji anaweza akafanya lakini ikawa average. Lakini mtu ambaye anapenda kufanya hiko kitu anaweza akifanya extra miles. Na mwana Diamond Platinum. Huyo unao kwamba Diamond Platinum Alikiba na talent, lakini Diamond Platinum ana juhudi, anapenda muziki. So tuone tukaone inakuaje kwa bibi hapa. Naomba nikupe mic kidogo. Asante. I'm going to sing a song of intentions. Picture perfect, don't need no filter. Energy stayed up, you're the killer. Shower you with all my intention. Yeah, these are my only intentions. In the kitchen cooking up, get your own bread. Heart full of ifkiti, your answer. Make sure you don't need no mention. Yeah, these are my only intention. Thank you. Nani anamalizia besi ya kupitia baadhi ya wanafunzi ambao wanasoma hapa na baadhi yao pia wana vipaji pia. Tupo na msanii hapa anaitwa nani? Naitwa Philemon Ngusa. Philemon Ngusa aka J Melody. J Melody once again. Yes. Ngoja kwanza. Kwa nini J Melody mwanangu na sio majina mengine? Kwa nini J Melody? Nimependa tu kujiita hivi. Ni mtu ambaye unamfuatilia, umekuinspire au ni mtu ambaye unamsikiliza sana au ni aje? So ukaimba kama J Melody. Sema mimi na sauti kubwa tu. Wewe mbona sauti yako ni ya kurap afu unaniambia unataka kuimba? Hebu tu expect nini kwanza? Tumsikilize kwanza tujione. Karibu utupe kidogo vionjo vya J Melody tumsikie kwa sababu tushamzoea kumuona kwenye sauti nyembamba.
Inawezekana leo tutamwona kwenye Sauti Nene. Sawa, asante. Naweza kuimba nyimbo ya Jay Melody, turudiane. Sema mimi na sauti kubwa, sauti nzito. Ona na wananiita Jay once again. Nilikukosea, naomba nisamee. Nishajionea kwako mimi sina lolote, bila wewe siendelea. Naomba tuendelee. Yalikuwa mapenzi yetu, yalikuwa super. Do again huyu soma. Hapo ndo cha moto nimekiona. Akusiwezi kujifanya niko sawa, kumbe na choma. Inaumiza, nimeshindwa kukaza. Mwenzako nataka mwenzio nataka turudiane. Mwenziko nataka turudiane. Mwenzio nataka turudiane. once again.